kwenye akili, ila channel yetu kwa kwanza kupata vipindi vyetu kwa haraka. Na kwa siku leo tupo maeneo fulani na nimekuja kitu ambacho mimi nianza tu nikasema kusana hiyo news paper. Kweli kuna kipindi ni wapi ulikuwa simamizi. So ile bendi kiufupi kwa changamoto ambazo zimetokea kati ya viongozi na wasanii. Kwa hiyo ikabidi hapo tu stope kazi. Ikabidi tu, unajua msanii ukishamtoa msanii anaanza kujulikana. Pia anaonaga kama vile yani anaweza kaamua kitu chochote ambacho yeye tena anajisikia, kwa kitu chochote ambacho yeye pekee anajisikia kukiamua. So anakuwa anafanya vitu nje ya mkataba ama vitu nje ya bendi ya. Kama vitu gani ulikuwa unafanya ambavyo vilikuwa viko kwa hinji sana ya mkataba, na ulikuwa unawakataza vitu gani na wao wakakuwa wanafanya vitu gani ambavyo unapendezwa navyo? Unajikuta msanii anajua yuko na kiongozi, yuko na CEO wake. Unajikuta msanii anaenda kuimba nje ya ya rekorebo. Au unajikuta msanii kipindi kingine unajikuta msanii anaandaliwa show ya kwenda kuperform. Najua kuna baadhi ya show nyingi ambazo ilikuwa inabidi L Music wa perform, lakini ilikuwa inabidi umoja akiingia pale. Unajikuta baadaye wanasema tunaenda kubadilisha manguo, basi kila mtu yeye amejikata kivyake. Kutafuta wasanii hapo ilikuwa inakuwa issue sana kuwapata tena kuja kuperform. Kwa hiyo akisi kujua tatizo kama ilikuwa nini, ndio maana wasanii wa L Music zaidi sana walikuwa hapo katika kwa kuperform. Okay, vipi hadi sasa hivi bado unawasiliana na madogo wenyewe au? Ni sio muongo hapana. Kwa nini kipindi mlipitia hali ambazo sometimes zilikuwa tuseme za pirika za hapa na pale kupambana kulikuwa kwenu kote, kwa nini hadi sasa hivi mwasiliani? Kiufupi sina namba zao, tuseme hivi. Na kwa nini wapende kutafuta namba zao? Maana wao nao hawezi wakakosa ndio muweze kubonga madogo, tulifanikisha sehemu fulani, tulifikia kipindi fulani, inabidi tuko tunasupportiana hata angalau. Kwa nini? Kitu ambacho mimi niliwahi kuambia wadogo, niliwahi kuambia eti madogo mjue hii ni bendi, na kama ni bendi na kila mtu pia amejiona kama vile pale ambapo alikuwa anapatafuta basi ameshapafikia. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupambana na kazi zake katika muziki au katika mambo mengine, lakini usema kwa nini siongee nao ni kwa sababu like nipotezaga simu ikabidi kila kitu kupoteza simu. Tukasema kwamba kisha simu ndio majina zao za usanii na majina zao za ukweli. Nini unapenda kutafuta hata kwa Facebook wapi kwa watu nini vitu kama na okay, tukishachana kama kwa simu wale madogo walikuwa na talent, walikuwa na kipaji. Kwa nini kile kipaji unaona kilishia pale kiliendelea? Kwa sasa hivi siwezi ngajua kama wanaendelea ama waendelee. Kwa okay, kwa gisi ulivyowaambiaga kwa sema najua nishafikisha na hapa kwenye nishafikisha. Sasa kama tusaji pambanie kivyake, yani atembee mzake ama aende jitafuta hiki vingine. Sasa walivyoenda kufikia wapi? Lengo lao kufikia wapi? Gisi walivyoenda kutafuta na gisi ulivyowapashia like uliwapashia taarifa kwamba sema jitafute, waliishia wapi? Walitafuta wengine management ama waliishia tu hivyo mitaani na basi? Najua kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa wanafanya kazi kwenye bendi zingine pia, na kuna baadhi mmoja msanii alikuwa anajisimamia yeye kama yeye. Tukija kwa huko, nafikiria unafuatilia sana music hapa USA. Na music hapa wasanii hivi, wewe kama wewe uliokuwa unasimamia band ama kundi ya muziki unaona kwa kambini na huo ambao uko huko USA tofauti gani ambao uko hapo? Maana wewe ni kote. Kwa hiyo unaweza kutuambia uko wapi kati ya muziki ya huko USA na muziki? Utofauti ni mazingira. Unajua watu wengi sana wanapendelea mazingira nyumbani Afrika zaidi sana kuliko mazingira huko. Unajikuta watu wengi sana, na hata hivyo sijui najua ndio hayo hivyo. Okay, tukija kwa
nikisha kuambia kwamba sisi nitajie top 5 ya wasanii ambao wako hapa USA, top 5 yako tu unitajie wasanii watano wasanii kwa upande wangu wanafanya vyema na trending kwa sasa hivi. Yaani wewe wale wasanii wako ambao unaona wewe kwamba simi hawa ndio wasanii wangu top 5 unitajie naye. Yeah. Kwa hauna hata top 5 yako. Uliona tu ni moda tu ndio wanafanya vyema hapa USA. Vipi? Gaspar kwa kina msikiliza Gaspar. Bado. Ngoma yake. Wewe hata kumjua mzuri. Bado. Siku hizi okay, wewe unatuambia kwamba wanaweka basi. Sawa, vipi kuhusiana na Bin Just? Maana ndo wasanii ambao wako trending kwa sasa hivi hapa USA kwa sisi ambao tumetoka Afrika. Bin Just naye vipi? Kwa sababu nakuaga pia na fundi yake na Nyago. Na Nyago ile Benemboka Mboga ya. Nyemboka. Vizuri sana. Congratulations Bin Just. Nyago. Kwa sababu ya Nyago na ndio maana unaweza kumsikiliza Bin Just. Yeah. Tuseme sasa hivyo kwa upande wako wewe kuja kumjua like ama kuja kusikiliza nyimbo sana za Bin Just ni kwa sababu ya Nyago. Sema Bin Just. So ansikia mashabiki wanavyosema. Hawa ndio mashabiki, hao ndio wanajitoa kabisa kindaki kwa kujituma kwa sanaa ya hapa USA, kutizama, kuviews nini vitu kama na hivyo, lakini amesema kwamba simu yao kuwa na kufahamu, ila aliweza kufahamu kupitia ngoma ya wewe na Nyago ile ambayo inaitwa Benemboka. Kwa hiyo tuseme Benemboka ilitoa, yani ilikuwa trending sana serious. Yeah. Haina shida, basi mimi nitaweza nikasema kama una la mtu la kuzungumza unaweza kalizungumza hapo. Pia inaweza kuwa vizuri. Kila mtu ambaye anatufuatilia katika Cowboy TV na pia kitu ambacho naweza tunikawashauri wadogo zangu wa L Music kazi. Najua huyo hapa ndio alikuwa kiongozi Kempo na najua ni mtu ambaye amepambania zaidi sana. Kwanza nashukuru sana. Ila tatizo huyu ndugu yangu tuko naye mbaya, kitu atamani sana kuja hata Columbus. Najua akifika Columbus huyu kijana najua tunasimama zaidi. Kuna mambo mengi sana ambayo jamani mimi hapa mimi hapa ni mtangazaji wa Family TV, lakini niliweza kutumia nafasi ya kuodi ni TV ya Cowboy TV online, maana ni wana sana ni wana sana wa nyumbani. Nitaweza nikasema usikose kusubscribe, usikose kufuatilia vipindi vyetu TV pamoja na vya Cowboy TV. Tunapatikana popote, Instagram, YouTube, TikTok ila usikose kusubscribe, like na comment channel yetu ili uwe wa kwanza kupata vitu vyetu.